Pangani is a living system where the people, the ocean and the river is all connected. Here we are today at the fish landing market. Before the sun is up, the economy is already moving. The beach is the first market where everything starts. Fish is time sensitive. That's why these buyers come early. Kwa jina naitwa Hakika Osmani, ni mkazi wa wilaya ya Pangani, Pangani mjini hapa. Tunajishughulisha na shughuli za uvuvi. Muda huu ndo tumetoka baharini, ila jioni ndo tunatoka mnamo majira ya saa 10 kwenda kazini, na usiku ndo tunafanya kazi zetu, au sio bwana? Tukifika baharini kule tunashusha zana zetu, tunawasha taa zetu za kuweza kuita wale samaki. Wanapokuja tunajiandaa tunavyoelewa sisi kujiandaa, na tunatia nyavu. Tunafanikiwa siku nyingine kupata samaki, siku nyingine tunakosa. Asubuhi ikifika inatulazima turudi juu. Tukirudi juu tunauza samaki wetu, au sio bwana? Tunagawana tulioenda kazini, na bosi mwenye chombo chake anapata haki yake. Tukitoka hapo kila mtu anaenda nyumbani kupumzika na familia yake. By the way, jioni tena tunakutana, tunaenda tena kazini. And here women buyers and traders are central. They're not the background. They're right here every day doing their business every day. Na wewe unafanya nini hapa Pangani? Hapa Pangani mimi nachemsha madagaa. Wewe unachemsha? Dagaa. Dagaa, mashallah. Okay, nachemsha dagaa. Hiyo samaki dogo. Okay. Baba yangu napenda hiyo samaki sana. Baba yangu natoka Himu. Kule karibu na Moshi. Mimi nazalishwa Dubai. Huyu nasema Arusha na Himu na dagaa na kula sana. Kule mkototo na kakad dagaa. Basi hana neno, ukaondoka nitampa dagaa. Umeshafariki huyu? Baba yako? Umeshafariki huyu. Pole basi. Asante, iko life. Asubuhi ninapoamka nyumbani najaza zangu pwani na kingamuzi changu kile pale, natoa maji, najaza maji mengine safi, naweka chumvi na vidoo vya kuchemshia. Nachukua vidoo vyangu natandika maturubai pale, kienda botini kununua dagaa, naweka pale, nachemsha, naanika. Wakisha kauka jioni naondoa. Akija mteja na chekecha lile dagaa. Kisha chekecha napima, naweka kwenye roba. Tunahesabu, mteja anipa pesa zangu aenda zake, na mimi nachukua pesa zangu nafanya maisha yangu. Mauzo hapa yanafanyika kwa kupima kwa ndoo. Inategemea biashara. Ndoo inawezekana ikawa shilingi kati ya 20,000 mpaka sasa hivi imesimama mpaka kwenye shilingi 60,000. Ndio bei zinazouziwa hapa asubuhi. Tukishamaliza kama hivyo, tena tunasubiri jioni kwa kuingia tena baharini. Ikifika mwezi 10 au mwezi 11, mwezi ule ndio tunapandisha juu kwa matengenezo ya matayarisho ya bamvua jingine. Hizo ndio shughuli zetu zinavyokwenda. Sisi ndio bodaboda ambao ndio wabebaji. Tunabeba wanapoingia nani hii boti, huwa tunaenda tunaminyana kwenda kugombea, kila mtu apate riziki. Na kutoka kwenye boti nategemea na sehemu unapopeleka samaki. Aidha zikawa uono, dagaa ama samaki. Kwa hiyo una uwezo wa kutoa hapa ukapandisha juu ukalipwa kwa 1,500, ikipita kidogo unalipwa kwa 2,000. Kwa hiyo inategemea na sehemu unapopeleka samaki au dagaa. This is why Pangani works. The river and the ocean create jobs and movement, fishing, buying and selling on the beach, transport and everything built around water. When water thrives, people thrive. Kazi yetu ya uvuvi inatusaidia kulisha familia zetu, kununua vitu vidogo kama usafiri, baskeli, pikipiki, na tunasaidia wazee wetu pamoja na watoto kupata mahitaji madogo. Sasa hivi nimenunua eneo lakini sijajenga kwa sababu ya biashara ya dagaa. So we're at Pangani's main market. Very special place. We're going to meet some cool traders here, some very experienced traders, people who were born here, raised here. Super excited. A lot of them don't speak English perfectly. Swahili is a very important language here, very traditional language. So Sabil here is also with me and he's going to help me translate, and let's get on with it. Asante. So wewe unauza hapo tomato? Bei gani hiyo? Tomato kilo moja shilingi 2,500, rejareja unaweza ukapata 500, 300. So hiyo inasema 1 kilo 2,500. So 2,500 shillings for 1 kilo. Na hiyo fresh kabisa. Masha Allah. Majina yanaitwa Tabia Ramadhani, lakini jina maarufu hapa biasharani ni Bi Zuhura.
Ninapotoka asubuhi saa 12 natoka nyumbani naenda kwanza kutafuta mboga hizi huko kwenye mabustani. Ninaporudi ndio nakuja mpaka moja kwa moja kwa sokoni, na biashara zangu hapa kubwa ni mboga, ndizi hizi ambazo zile ndizi laini watu wanaita matoke, wengine wanaita ndizi za Bukoba, nyanya, bamia, ngogwe, vitunguu, maembe, ndio biashara zangu. Napokuja hapa naandaa mboga zangu kwa ajili ya kuuza. Aidha ndio kama hivi mnavyoniona, kuna karoti, kuna hoho. Viazi fungu 3000 babangu. Wewe chagua, mimi nipo hapa. Kuna faida pia kuna hasara. Ndizi kama hizi nauza ndizi 4 shilingi 1000. Mboga kichanga kimoja 400. Malimao na ndimu moja shilingi 100. Bamia fungu 300, ngogwe fungu 300. Nyanya kilo moja shilingi 2500. Embe 200, vitunguu nategemea kilo shilingi 4000, reja reja tunauziana. Naanza na mingashio hivi, kuna vya 200, kuna vya 300. Shinda hapa kuanzia asubuhi mpaka jioni saa 12 ndio ninaondoka. Na pia zinanisaidia nasomesha na matumizi madogo madogo ya nyumbani, kwa sababu nishasomesha mpaka mwanangu mmoja amemaliza chuo mwaka juzi na mwingine sasa hivi yuko sekondari. Nashukuru, alhamdulillah, si haba. Yaani asili ya vyakula vya Tanga na Pangani vinashabiana, kwa sababu Pangani, chakula kikuu Pangani ni mchele au unga, yaani 90%. Hizi ndizi sasa hivi ndio zimekuja ndio watu wanatumia, lakini asili kubwa ya Pangani ni mchele na wali nazi na ugali, maharage ya nazi. Yaani ndio asili ya Pangani, nazi. Ndio maana wakaambiwa Pangani pamekuwa kama pangoni, ukaingia hutoki. Maana ukapikiwa ubwabwa wa nazi, mwanangu, wewe hapa huondoki, huhami wewe. Waweza ukenda ukapeleka mapepo, watu wasema ngoja mimi nikatafute maisha Pangani kwa sababu ya kiubwabwa cha nazi mama. Subutu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kaka, salamu. Jambo. Salamu. Ramadan Karim. Alhamdulillah. Shukuru Mungu bwana. Salamu. Hello toto, mama vipi? Salamu. Mama vipi? Wa alaykum salam. One of the elders we met, born and raised in Pangani, gave us a powerful local history. He told us this town was shaped by 3 main communities. Kwa wetu wa Tanga na makabila yake ni haya matatu. Nimesikia bwana, hili la 4 ni nyongeza. Nimesikia. Kabila la kwanza katika mkoa wa Tanga ni Mzigua. Kabila la pili ni Msambaa. Kabila la 3 ni Mbondei. La 4 ni Mdigo, lakini Mdigo ni mgeni kafanya kuja akapokelewa kutoka Kenya. Mdigo katokea Kenya. In Pangani, I met a teacher who completely changed how I see this town. She left a comfortable life in Tanga city and moved here because her husband had work in Pangani. At first she was not convinced, but once she joined the school and started teaching these kids every day, her view flipped. She told me Pangani grew on her and now she loves it and does not want to leave. Nowadays raising a kid is different from old days. Sababu unaweza hata zamani ulikuwa unapita njiani unafanya utundu mtu anakuchapa. Hakuna shida. Lakini sasa mtoto wa mtu unamchapa mzazi anaanza kuleta maneno mengi. Also simu na Google na ChatGPT, a lot of tools leo toto nafundisha early. Before we didn't have all these tools. We didn't have all these tools. Telephone, yeah. She also explained the real challenge. The school is pushing hard to keep education strong, but funding can be tight and some parents struggle to afford the extras. So books and learning materials are always needed. What impressed me most was the spirit. The facilities were better than I expected, but commitment was even stronger. I feel blessed to be a teacher actually. Standing by the old boma, you feel those layers of authority and administration from earlier times. And the elders also mentioned Abushiri, a name tied to coastal resistance when outside control tightened. Pangani is calm on the surface, but its history is deep, proud, and complicated. This is the grinding stone. The indigenous grinding stones are rare nowadays in Tanzania mainland. A few can be found around Kilwa. So quite rare to find this stone. This stone was used back in the days, and it's known as Kija. Have you heard of this before? Yeah, it's used for maize, for ngano. Tell them. Yeah. What is it? And? Maize. Ngano in English, I don't know that. It's Ngano in English. Wheat. Wheat, okay.
Okay. Rice for vitumbua, actually. That's if you cool. want to. Yeah. So were you? How do you know these things? Were you there back in the days? No, in the movies. Ah, you watch movies? Yeah, Indian movies actually they did. They have that this thing in Indian movies? for bagias. They do. So this is the same thing. Yeah, they. Tumefikia ukingoni mwa safari yetu ya Pangani ambayo tulianza siku 2 nyuma. Binafsi nimeenjoy sana na nimekuja nimeona harakati za watu wa Pangani wanavyoishi, wanavyofanya biashara zao na wanavyokutana na watu wapya, jinsi wanavyowakarimu. Pia nimepata kutembelea baadhi ya sehemu ambazo zina historia kubwa ya Pangani. Moja ya kitu ambacho nimejifunza ni kwamba Pangani katika wilaya ya Tanga ndo wilaya ya kwanza kupata umeme. I would say Pangani is a beautiful place. Yes, it's where the river meets the ocean, where it meets the people. Yeah. And without the river and ocean being in the right places, the people will not get their day-to-day fish. Without the mangroves and the nature being in place, we will not get the small samaki na semaje? Daga that they talk to us about. And it's so important, the whole nature ecosystem here supports each other. But more than that, Pangani is not just about beauty. There is a whole life here. People live here. They start before the day starts to start hustling, to start finding money for that day. Yeah. We met some amazing teachers who have left their cities and they've come here to teach students. Yeah. Beautiful experience we had there. So I feel like there's such a functioning city, not heard about, but like mashallah, like it's doing so impressive. And there's a whole ecosystem you can see. If you see it, it's a small place, but it's all ocean to the sea to the humans, and that's how the ecosystem is working. And super impressive. I'm so happy that we got the blessing and opportunity to come here, especially with you. We got a weekend that we could come and check out this place and document it perfectly for you guys as much as we could do. Our plan is to do a total of 400 episodes on Tanzania, places like this with information, education. Sabila has promised me he's going to join us in this journey and be the main guy because Swahili is very important for us. I'm learning, so excuse me if I'm not perfect. He's teaching me more and more. I'm learning outside. So hopefully by the 20th episode, I'll be more fluent. Yeah, I'm also learning English from him. Yeah, we're doing a good job. We're a great team, I think. So far, since we have met, we're doing a great job. Yeah. Super excited about the rest of the episodes to come. And super excited to get back to Tanga and then move on. We have the next shooting coming. We cannot talk about it yet. Yeah. It's a secret. But yeah, thanks a lot for watching, guys. If you enjoyed, please do subscribe and like. But if you did not enjoy it, then no pressure on liking it. But thank you for watching.